Nancho murigereria Ndizi TV na kwariganire bene asentunda yende imeyomoroberio bwensa kia nyoranga asentunda ya kabere bose ani sentunda ya gatatu bunaboltambe nigotoko batokoreta abageni twabatogo sanga na barabu igoro yamangana amange agendrete imense yaito ya Kenya siritukolia lero litukolia World Radio Day ase imeye studio mbwate abageni kurua sekiombe getenenerete abaralia imense yaito ya Kenya Media Council of Kenya babere babikirana keima ase studio batatebye kirenga kiabonkere kieke ime ye county ya Kisii anene mono ase chinga ki ichiarero. Karibu sana studioni abagani bane taliba Gusii ni kwa hivyo tutaweza kuzungumza nao kwa Kiswahili. Karibu sana studioni. Asante. Lakini mafunza Kikisii kidogo hapa. Wakire. Yes. Wakire buya. Wow. Wageni wangu wamejifunza Kikisii na ninajua kwamba kabla watoke hapa Kisii watakuwa wamejua mawili matatu kuhusu Kisii. Labda tuanze kwa kujitambulisha kuanzia upande wangu wa kushoto. Naam, asante sana. Kwa majina naitwa EVANS na mimi ni mratibu kutoka Baraza la Vyombo vya Habari nchini nikiwa pale sehemu za Kisumu. Asante. Naam, pande mwingine. Shukrani sana. Kwa majina naitwa MAKOKHA na mimi ni mfafanuzi wa vyombo vya habari kutoka kule Nairobi na nafurahia kwa Kisii. Asante sana. Karibu sana studioni Ndizi TV. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, unaweza endelea kutufuata kupitia mtandao wetu wa Facebook Ndizi TV News Digital, pia mtandao wetu wa YouTube Ndizi TV News na pia kupitia website yetu ya www.ndizitv.net. Naam, kuna wengi huko nyumbani wanajiuliza MCK ni nini? Hii tume inahusu nini? Labda kuanzia kwako Teddy, tuambie. Asante sana. Baraza la Vyombo vya Habari nchini ambalo katika lugha ya Kimombo ni Media Council of Kenya. Kazi yetu ni kudhibiti ambayo ni regulating. So kazi yetu ni kudhibiti vyombo vya habari, kuhakikisha kuwa wanahabari na vyombo vya habari vinafanya kazi kupitia kanuni ambazo zimewekwa. Na kanuni hizi zimewekwa kupitia katiba kipengee cha 33, 34 na 35 cha katiba ya Kenya. Naam. Ndio. Upande wako Laura, na ni tofauti gani kati ya yule mwanahabari ambaye ameweza kuandikishwa na MCK na yule baada hajaandikishwa, na pia umuhimu wa hiki chombo ni ipi ama baraza hili? Shukrani. Mwanahabari ambaye ameidhinishwa na Media Council of Kenya inamaanisha amefundishwa masomo ya tunaita curriculum ya Media Council of Kenya na pia amepitia katika chuo kikuu ama diploma ama certificate na amefanya masuala ya habari. Yule ambaye hajaidhinishwa na Media Council of Kenya inamaanisha hatumjui. Hatuwezi tutasema kumprotect, hatuwezi mprotect kama chombo kuidhinisha vyombo vya habari. Na pia mara kwa mara utapata wengi wao hawajapata masomo ya wanahabari. Kwa hivyo hajui the code of conduct practice of journalism. So tuna encourage journalists wakuwe waidhinishwe na Media Council of Kenya ndivyo waweze kuwa katika tutaita society yetu ya wachanganuzi wa habari. Naam. Nakuja kwako Bwana Teddy. Ni kati mambo yapi ambayo mweze kuafikia tangu mweze kuanza kuwa kama baraza la wanahabari? Mambo yapi haya? Kwanza Baraza la Vyombo vya Habari lilianza mwaka wa 2002 likiwa ni non-governmental organization NGO, lakini pale katiba ya Kenya ilipopitishwa mwaka wa 2010 kuna ile ambayo tunaita Media Council Act ya 2013 ambayo ilituwezesha ili baraza lianzishwe. Na unapata kuwa ili baraza linapata funding yake kutoka kwenye
national government. So sisi tunapata funding kutoka national government na tumefanya mambo mengi sana. La kwanza ni kuhakikisha kuwa wanahabari wanapata uhuru wa kufanya kazi yao. Kwa sababu pale nilipozungumzia kuwa kuna articles katika constitution ambazo zinatuelekeza kufanya kazi, kuna ile ambayo tunasema freedom of expression. Mtu ana uhuru wa kujieleza. Kuna ile ambayo tunasema freedom access to information. Kuna uhuru kuwa mwanahabari na hata mtu ambaye si mwanahabari ana uwezo wa kupata habari zote anazozihitaji. Alafu kuna ile ambayo tunasema media freedom. Hii inamaanisha kuwa vyombo vya habari vina uhuru wa kufanya kazi yake. Kwa hivyo tumekuwa tukiweka mikakati kuhakikisha kuwa hivi vipengee ambavyo vimewekwa katika katiba wanahabari wanapata uhuru wa kufanya hiyo kazi yao. Cha muhimu sana ni kuhakikisha kuwa wanahabari wamekuwa wakinyanyaswa mara kwa mara. Hii imetokana na watu kutojua ni vipi wanahabari na vyombo vya habari vinafanya kazi. Kwa hivyo kuna yale mafunzo ambayo tunafanya mara kwa mara. Na tumeona kuwa sasa tulipoanza kufanya hivyo hata vyombo vya habari vimekuwa vingi sana. Kumaanisha kuwa watu wameweza kuelewa nini umuhimu wa vyombo vya habari. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tumefanya. Kwa mfano saizi tuna takriban TV stations 125 nchini Kenya. Kuna takriban radio 235 nchini Kenya. Hii inakueleza kuwa tume grow over time. Na hii inawezesha watu ambao wako kule vijijini kuhakikisha kuwa wanapata habari ambayo wanaitaka. Ukiangalia Kenya leo unapata kuwa tuna counties 47 na jumla ya county 44 ambazo tuna vyombo vya habari. Kwa hivyo vimeenea kila mahali. Na hii inatokana na ile kazi ambayo baraza la vyombo vya habari na wanahabari tunafanya kwa jumla. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tumeweza kuyafanya na tutazidi kufanya kuhakikisha kuwa wanahabari na vyombo vya habari vinafanya kazi yake. Kumbuka kuwa tunapozungumzia demokrasia, demokrasia inakuja kwa sababu vyombo vya habari vimepewa uwezo wa kufanya kazi. Lakini haimaanishi kuwa hatujapata matatizo. Pia matatizo tumeyapata tunapofanya hii kazi. Sana sana matatizo ambayo tumepata ni wanahabari kunyanyaswa. Especially na county governments. Kwa sababu county governments zingine hazitaki wanahabari wapate ile access to information. Kwa hivyo wanawanyanyasa. Lakini sisi tumesema kuwa suluhu ni nini? Suluhu ni kuleta kila mtu pamoja, tuwaelekeze ili waelewe kuwa hiyo information ambayo wanakataza wanahabari wasipate ina umuhimu sana kwa wale ambao tunaita citizens. Kwa sababu citizens wasipokuwa na habari inamaanisha kuwa hawataelewa nini kinachofanyika. Kwa hivyo pia inatusaidia kureduce mambo na corruption. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana tumeweza kuyafanya. Hata leo tunapozungumza baraza la vyombo vya habari limehakikisha kuwa kuna offices karibu na wanahabari. Kwa mfano tuna afisi kuu ambayo iko Nairobi, lakini kuna afisi ambayo iko Nakuru, tuna afisi Kisumu, tuna afisi Mombasa, kuna afisi Meru na tutazidi kuwa na afisi zingine. Kwa hivyo tunahakikisha kuwa wanahabari wanakuwa na ile environment ambayo iko conducive kuwezesha kufanya kazi yao. Sasa nisonge kwa upande wako Laura, ameweza kuzungumza kwamba tumekuwa na vyombo vingi vya habari, lakini sasa hivi unaweza sema vipi kuhusu upande wa kusema kwamba tukiangalia utendakazi wa vyombo vya habari wakati wa kitambo na wakati wa sasa. Kuna ule wakati ambapo hatukuwa na media council. Wewe ni media analyst. Unasema aje utendakazi wa vyombo vya habari na pia wanahabari umekuwa vipi tangu kuanzishwa kwa MCK? Naam. Kuanzishwa kwa MCK imeleta maana mazuri kwa media industry na tumeona the constant growth kwa wanahabari na even venye tunatabiri mnapoona siku za huko mbeleni. Naam. Za mbeleni. Tumeona media ikiwa na constant growth and change na tumeweza kuwa na tashwishi la AI, kuna tashwishi la teknolojia na pia media imeweza kuimpress na ili kuweza kupatana na
international media pahali imefika. Naam, asante sana. Najua kuna sababu mko hapa. Naam. Teddy, ni kwa nini tunaona hapa Kisii? Mara kwa mara tuko Kisii, si mara ya kwanza Lakini sasa Kisii, lakini wakati huu tumeona umekita kambi sana. Tumekita kambi sana Kisii. Kisa na maana tuna ile ambayo tunaita World Radio Day. Ni siku ya redio duniani. Na hiyo siku inafika kilele leo tarehe 13 mwezi wa pili. Na hii siku huwa inaadhimishwa kila mwaka. Lakini mwaka huu tunaadhimisha miaka 100 tangu redio ianzishwe. Na tukawa tunasema twende Kisii. Kisa na maana unapata kuwa kumekuwa na chimbuko la vyombo vya habari Kisii County, ambalo ni swala zuri sana. Tunapozungumza leo kuna vyombo vya habari 14 hapa Kisii. Hiyo inakueleza kuwa hiyo chimbuko ni habari njema. Naam. Kwa hivyo tukasema kuwa tukuje hapa tuadhimishe hii siku pamoja. Kuna habari takriban 80 hapa Kisii. Hiyo inakuambia kuwa watu wapo. Kwa hivyo tumekuja tusemezane, tujue ni nini ambacho tunaweza fanya vizuri ili tunapoendelea kufanya hii kazi yetu inakuwa shwari. Kumbuka kuwa hii World Radio Day tumekita kambi kuanzia siku ya Jumamosi. Tukawa tumeenda pale Kisii University kwa sababu Kisii University inawaelekeza wanafunzi katika masuala ya communication, media na journalism. Lakini tukasema kuwa pia watu waandishi wa habari ambao wanatoka hapa Kisii wacheze mpira. Kisa na maana mpira, kwa nini tulifanya mpira? Kwa sababu mpira unakuwa ni chombo cha kuleta amani na uwiano. Kwa hivyo tukawa na mpira, jana tukawa na mafunzo kwa wanahabari ili tuhakikishe kuwa wanapoendelea kufanya kazi wanafanya ile kazi kulingana na sheria ambayo imewekwa. Kwa hivyo tumekita kambi hapa Kisii, tutaendelea kuja na hata leo unapoona tutakuwa tuna launch ile ambayo tunasema Media Hub. Pale ni mahali ambapo waandishi wa habari watakuwa na uwezo wa kwenda kufanya kazi yao. Ile ni environment ambayo tutakuwa tumewekea technology, computers, kila kitu ili wawe na mahali pazuri ambapo wanaweza fanya kazi yao. Na tukimaliza tutarudi tena. Naam, nasema mtaendelea kukuja hapa Kisii. Kwa hivyo wanahabari tukue na matumaini kwamba mtakuja. Mko ndani. Naam. Mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, unaendelea kutazama unaendelea kutazama Ensakia. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki kutoka Jumatatu kufika Ijumaa wakati wa saa 2 hadi saa 1 hadi saa 3. Mwanchu muri Ndizi TV niko twende kusanga nabageni baito babero wikira nase studio niko twende tusanga amangana rengete ensemo yoboraria aseri tukuri rero tubwate abageni korwase ensemo sekyombe kya Media Council of Kenya asabanda kusanga na intwe igoro chinchira andojenga Tom Joseph akatebanga watching you job, a great work being done. Na pia nikiangalia katika upande upande wetu wa Facebook unaona kwamba nasema Ocharo William watching live from Sensi Kisii. Evans Mukua Korwa Momo Cyber watching live. Pia naona Hesbon Gesicho anasema pamoja. Klaus Nyakeza anasema tuned ndani ya Ndizi TV. Asante sana. Naam, Laura, upande wako ukiweza kuangalia tunasherehekea siku ya redio duniani. Mbona si gazeti? Mbona si kuna mitandao ya kijamii? Mbona si mitandao ya kijamii? Mbona si televisheni? Na mbona kwa hii redio ni watu wa redio peke yake ama wanahabari wote? Mtazamo wako ama ni upi huu? Redio ikianza miaka 100 iliyopita sikuwa nimezaliwa. Lakini ilikuwa ile first media to be made. Sasa nafikiri kwa sababu ya hiyo waliweza kupata siku yao. Lakini siku hii si ya wanahabari wa redio peke yao, ila tunakaribisha wanahabari wote, TV, wa online pia, watu waungane na sisi tukicelebrate siku ya redio. Kwa sababu sisi wote tunapasha wasikilizaji wetu
tunapasha watazamaji wetu na vile pia wasomaji wetu wa mitambo ya habari. So ni vizuri tukiungana sisi sote ili tuweze kusherehekea hii siku. Yes. Naam. Nikuje upande wako Teddy. Umesema mmefanya michezo na pia siku ya leo mtaweza kufungua Kisii Press Club. Ni umuhimu upi huu wa kufungua Press Club hapa? Juu unaona Press Club si kaunti ya Kisii peke yake, iko kaunti nyingi sana. Umuhimu wake ni upi? Ukiangalia masuala ya press clubs, ili tunaambia wanahabari kuwa waje pamoja kwa kikundi, wafanye kazi kwa pamoja. Kisa na maana, kwanza kuna wanahabari wengi nchini Kenya. Lakini masuala ya vyombo vya habari pia kufuta watu limekuwa. So tunasema kuwa hii ni nafasi ambayo tunawapa wanahabari waje pamoja, watafute habari pamoja, then hizi habari zipeperushwe kwa pamoja. Lakini wanapofanya vile, kuna kitu ambayo tunasema monetization. Wao wajiwezeshe kupata riziki kutokana na ile. Kwa hivyo hii ni concept tu ambayo tumekuja nayo ili tulete wanahabari pamoja, wafanye kazi kwa pamoja, ili pia wapate riziki kwa pamoja. Tusipofanya hivyo, tunapata kuwa kila mwanahabari anafanya kazi kivyake. Lakini wanasema kuwa there is power in togetherness. Ndio maana tumesema tulete wanahabari pamoja. Na vile umesema si kaunti ya Kisii tu peke yake, kuna kaunti zingine ambazo tumefanya hivyo. Lakini kitu ambacho kinajitokeza sana na kaunti ya Kisii ni kuwa ndio itapata ile the first media hub ever. Hii ndio first ambayo tunaenda kulaunch leo, ambayo tunasema Media Hub and Digital Content Production Center. Hiyo itakuwa ya kwanza nchini Kenya. Na hiyo inakuja kwa sababu tumeona kuwa pia waandishi wa habari ambao wako Kisii under Gusii Scribes Welfare wanafanya kazi, wamejiposition juu sana ukitazamia na watu wengine. Kwa hivyo tumesema sisi tuwape hiyo fursa ili waendelee kufanya hiyo kazi. Na pia inakueleza kuwa kaunti ya Kisii ni ile kaunti moja ambayo iko na vyombo vingi vya habari. Najua kuwa kaunti ukiacha Nairobi nje, Meru ndio kuna vyombo vingi vya habari 17. Then kuna vyombo about 16 pale Bungoma. Then Kisii iko na vyombo vya habari 14. Kwa hivyo iko pale juu. Ndio maana tumesema tuanzie pale tukienda kaunti zingine. Na mbona radio nikiongezea tu vile Laura amesema, radio unapata kuwa iko kila mahali. Kila mahali utapata radio. Unaweza tembea na radio yako mkononi. Kwa hivyo ndio maana ikapata umaarufu mkubwa. Na ilipoanza pia unapata kuwa ilianzishwa kuelimisha na pia inatumika kama chombo cha kuleta amani. Ndio maana unapata kuwa radio imepata umaarufu sana. Kila mtu leo katika simu yako unatembea na radio yako. Kwa hivyo ndio maana ikapata umaarufu. Na ilipofika mwaka wa 2011 United Nations ikasema kuwa tutenge hii siku kando ili tusherehekee kwa sababu ya umaarufu wake. Ndio maana unaona kuwa kuna TV Day ipo pale in November ipo, lakini kwa sababu radio ilipata huo umaarufu sana na inaweza patikana kila mahali, unaweza isikiza wakati wote, ndio maana ikawa celebrated more. Hii inamaanisha kuwa hata tunaposherehekea siku ya radio duniani, waandishi wote wanaletwa, kwa sababu kumbuka kuwa leo unaweza kuwa unafanya kazi kwenye TV, kesho utakuwa unafanya kazi kwenye gazeti, siku nyingine unafanya kazi kwa digital platform, siku nyingine unafanya kazi kwenye radio. Kumbuka kuwa tunapozungumzia code of conduct, ile sheria ambayo inaelekeza wanafunzi wanahabari kufanya kazi yao, hakuna code of conduct ya wanahabari wa radio, hakuna code of conduct ya wanahabari wa TV, ni kwa jumla. Na hata sisi tunapowapatia vile vibali vya kufanya kazi, tunakupatia kibali kama mwanahabari. Either unafanya kwenye runinga, unafanya kwenye radio, wewe ni mwanahabari. Kwa hivyo tunawaleta wanahabari wote, lakini tunasema wacha tuipe radio kipaumbele. Naam. Nikikuja upande wako Laura, tumeweza kuangazia kaunti ya Kisii. Tumeona kwamba kaunti ya Kisii iko na vituo vingi vya habari, vya radio na pia televisheni. Tukiangazia pia kaunti zingine, pia tunaona Kisii iko mbele kidogo. Na umuhimu upi wa kuwa na vituo vingi vya radio na televisheni, na huwa inasaidiaje kwa kupitisha ujumbe?
Ukiona county ama eneo fulani iko na vyombo vingi vya habari, inamaanisha pia wako na wasikilizaji na watazamaji wengi. Inamaanisha radio yao ama television yao iko na kipawa kubwa kwa hiyo community. Inamaanisha watu wanawasikia. Inamaanisha wanaunda kazi kwa watu walio kwa ile elimu. Inamaanisha watu hawakimbii kwenda kaunti zingine kutafuta kazi. Sasa hiyo inamaanisha tumeenda mbele na tume empower our community. Inamaanisha tunaweza jisimamia kwa nchi hii mahali popote. Na hiyo ni kipaumbele ambayo Media Council na mafundisho ambayo tunapatia katika mashule na pia hizi training za media practitioners na wale pia wanahabari wenyewe wamesomea inasaidia kueneza community ipande juu. Naam. Nimeona kwamba wakati huu ambapo umekuwa mkisherekea, tumekuwa tukisherekea siku ya redio duniani. Nimeona kwamba mko peke yenu. Mko na pia naitwa ni tume ama ni naweza ita ni acha niite hiyo inaitwa UNESCO. Okay. Ya UNESCO, nimeona pia mnashirikiana na wao. Ni kivipi mnashirikiana na UNESCO? Kwanza kabisa unapata kuwa hii kazi ya wanahabari huwezi fanya peke yako. Kuna wale ambao tunasema washikadau. Kwa hivyo UNESCO ni mshikadau ambaye pia anasaidia especially kwa masuala ya communities kuelewa ni vipi vyombo vya habari vinafanya kazi. Ile ambayo kwa lugha ya Kiingereza tunasema media information literacy. Hiyo ni moja. Secondly, unaona kuwa pia UNESCO inahusika na masuala ya utamaduni. UNESCO iko na masuala ya peaceful coexistence. Kwa hivyo tukawa tumewaleta tufanye kazi nao kwa pamoja kwa sababu kuna ile dhamira ambayo sisi na wao tunafanya kwa pamoja. Ndio maana tukaleta UNESCO. Na si UNESCO tu peke yake. Kuna Kisii University kwa mfano ambao tumekuwa partners kwa hii World Radio Day. Kwa nini? Kwa sababu ile Kisii University inawafunza wanafunzi masuala ya wanahabari. Tukawa na Kisii School kwa mfano, kupatia uwanja wa kucheza mpira. Ile kwa nini? Kwa sababu pale Kisii School kwa mfano wana ile tunaita journalism club. Kwa hivyo unapata kuwa tuna partners wengi ambao wengine hatujawataja, lakini ni partners wengi kwa sababu hii kazi ya wanahabari nataka washikadau. Na enda kwa swala lingine ambalo Laura amezungumzia, ukiona kuwa county ina vyombo vya habari vingi, inamaanisha kuwa watu ambao wanaishi kwenye ile county wako na access to information. Kwa hivyo kwa sababu hapa Ndizi TV mtatoa habari zenu, station zingine pia zitatoa habari zao. Kwa hivyo wako na uhuru wa kutumia hivi vyombo vyote vya habari. Lakini pia iko na disadvantage yake. Kwa sababu ni vipi chombo cha habari kitajikimu? Ni kama kuna hela kutokana na advertisements. Pia mkiwa vyombo vya habari vingi inamaanisha kuwa ile advertisement revenue inaweza enda chini sana. Kwa hivyo tunaambia vyombo vya habari lazima viwe na what we call value proposition, ile kitu ambayo itawasaidia muwe pale juu. Ili hata mkiwa vyombo vingi vya habari ile haitawazuia kufanya advertisements. Na pia tunaambia wanabiashara ambao wanafanya kazi kwa mfano hapa Kisii County. Mbona mahali pa kwenda ku advertise na vyombo vingine ambavyo haviko hapa, ni vizuri sana watumie chombo kama Ndizi TV. Uleta pale advertisement. Hao ni watu ambao wanazungumza lugha ambayo watu hapa wanaijua. Kwa hivyo kuna ile relationship ambayo wako nayo na watu wa hapa. So ni vizuri sana watu waanze, especially wanabiashara, county government ya Kisii kwa mfano. Mbona county government ya Kisii itaenda kufanya advertisement kwingine na iache vyombo vya habari ambavyo viko hapa Kisii? Hapa hii inafaa iwe cha kwanza, chombo cha habari cha kwanza zingatie vyombo ambavyo viko hapa ili wapatie uwezo pia nyinyi muendelee kama wanabiashara. Kwa sababu najua Ndizi TV kwa mfano kuna ile inaitwa business permit. Na ile business permit ni ya wapi? Ni ya Kisii County. Kwa hivyo mkiendelea kuwa pia kuna ile ushuru ambayo
mnalipa. Kwa hivyo tunataka tu kuhamasisha wanabiashara kuwa wachukue ile opportunity ya kuadvertise na vile vyombo vya habari ambavyo viko hapa ili kwa wote wagropa kwa pamoja. Na tukiona kwamba vyombo vingi vya habari vimeweza kutokea, unapata kwamba vile Teddy amesema kwamba unapata pia labda biashara inapungua. Unapata kwamba wanahabari labda malipo yao, unajua watu wakikuona kwa television najua uko na pesa mingi sana, lakini unapata kwamba huko wengine mambo si hivyo. Ni wosia upi ungeweza kupea wale ambao ni wenye hivi vyombo vya habari ili waweze jinsi ya kulinda maslahi ya wanahabari, ama pia ukiangazia pia maslahi ya wanahabari yanalindwa vizuri vile inafaa? Kwa sasa tuko na hiyo inaitwa advocacy katika chombo cha Media Council, ambapo tunasikiza masuala sitasema mashida but complaints za wanahabari na pia complaints za watu wengine. Sasa tukizisikiza tunakutana katikati. Changamoto ni tutapata venye mwenzangu Teddy amesema ni advertisement revenue iko chini. Kwa hivyo pia huyu mwenye radio ama mwenye TV hawezi sustain hawa watu wengine. So kwa hivyo inamaanisha either akate nambari za watangazaji ama staff members kwa hiyo kampuni. So kwa hivyo mara kwa mara ndio maana tumeunda hii kama media hub. The media hub, mtu anaweza fanya kazi yake akauza huko nje. Pia kuna hii teknolojia. Tuna encourage wanahabari watumie teknolojia kama YouTube Spaces. Utapata podcast zimekuja na hapo ndio tunaweza ni vyema mwanahabari ya kuwa empowered mwenye anaemploy. Sisi wote hatuwezi kuwa Ndizi TV. So tukitafuta other sources of revenue kama kwenda kwa YouTube, kama kwenda kuunda podcast zetu na tuweza kutafuta sponsors pia sisi wenyewe ni ile ya kujituma. So kwa wenye hizi stesheni pia tunaomba waangalie pia maslahi ya wanahabari. Usiwaache tu wakiwa wanateseka ama kutowalipa. Kwa hivyo kwa sababu ina affect our journalist mentally. Unapata kuna shida nyingi Kenya sasa. Maisha imepanda. Mnamgharia maisha. Kwa hivyo itakuwa vyema ukiangalia hata kama ni a token kumsaidia aweze kufika mwisho wa mwezi, itakuwa sawia na other than kumwacha tu huyo mwanahabari ateseke akienda kutafuta, kwa sababu yeye pia amejituma, familia inamtegemea. So ni vyema pia kuwakumbuka hata kama ni kwa token kidogo ili kuweza kuendeleza hiyo stesheni ikue hapo juu. Nikiongezea tu masuala ya wanahabari kutolipwa yamekuwa. Na ni ombi langu kwa wale ambao wako na hizi vyombo vya habari. Hii ni biashara. Kwa hivyo lazima waweke mikakati pale kuensure kuwa hii biashara inajikimu. Na kujikimu inamaanisha kuwa lazima wanahabari walipwe. Kwa sababu hao ni watu ambao wameenda shule. Mzazi wako alipokuwa anakupeleka shule alikuwa anasema kuwa na kizaliwacho na kiwe bora kuliko kizaa. Kwa hivyo wakija wafanye kazi na wakose kulipwa, hiyo si mzuri. Kwa hivyo mara kwa mara tunawakumbusha kuwa wale ambao tunasema media owners wahakikishe kuwa wanahabari wanalipwa pesa zao ambazo wamekubaliana. Lazima waweke mikakati, programming iwe mzuri sana ili advertisement ziende juu. Ndio maana hata vyombo vya habari lazima pia vianze kufanya ile tunasema convergence. Uko digital, uko kwa Facebook, uko wapi, ili ile community ambayo unaiserve ni kama ume-protect yote. Hiyo ni zone yako. Ukifanya hivyo itawezesha kuwa na senti. Lakini iwapo wanahabari watakosa kulipwa au yale malipo yataenda chini, tunasema kuwa usife moyo. Anza biashara yako ambayo tunasema digital content production. Toa digital content, uza online, YouTube, wapi, ile ambayo tunasema digital monetization ya content, ili na hii tasnia isonge mbele. Hata wanahabari, angalia mwanahabari kama Alex Chamwada. Mwanahabari ambaye amebobea, lakini saa hizi anatoa
ile news zake actually anauzia media houses. Hiyo inamaanisha kuwa kuna opportunity. Kwa hivyo pia ni kuwakumbusha tu wanahabari kuwa wasife moyo. Kuna uwezekano wa kufanya hiyo kazi hata kama hauko kwenye chombo cha habari. Naam, kwa sababu naona pia muda umetupa kisogo, na labda kuna mwanahabari ama mtu fulani huko nyumbani anajiuliza ni vipi nitajiunga na Media Council. Ni kila mtu anakubaliwa. Teddy, tuambie ni vipi mtu anaweza jiunga, na pia utupe maybe wazo lako la mwisho. Media Council of Kenya tunafanya kazi na kila mtu kwa sababu tumesema kuwa in news kuna ile tunaitwa demand na supply. Demand ni source na supply ni journalists na media houses. Lakini sisi tunawapa kibali wanahabari. Kwa hivyo wanahabari peke yao ndio tunawapa kibali, lazima wameenda skuli, wamesomea hiyo tasnia ya wanahabari, kisha tuwapatie ile ambayo tunasema accreditation. Lakini hao wengine ambao hawajaenda skuli au sasa ni fans wetu, fans wa media industry. Lakini wazo langu la mwisho ni kusema kuwa lazima serikali kuu, serikali za counties ziwape wanahabari nafasi ya kufanya kazi yao. Tumeona masuala ambapo wanahabari wameshambuliwa, hiyo lazima ikome. Hata mwanahabari kama amekukosea, kuna ile procedure ya kufanya. Leta ile issue pale Complaints Commission ambayo iko Media Council, itasikizwa. Na kwa wanahabari tujizatiti, tufanye kazi yetu, tusije tukafa moyo. Maisha yamekuwa magumu, lakini lazima tumenyane. Naam. Asante. Nawe Laura, wazo lako la mwisho? Wazo langu la mwisho ni kuambia wanahabari tuko na teknolojia. Tusiweke mfukoni. Tuitumie kila siku, tuitumie kuendeleza content yetu zilizo nazo. Tusilale kungoja media house tuandike, kwa sababu bado kutakuwa na hizi pay cut. Zitakuwa na zitaendelea kukua kwa sababu teknolojia inaharibu kila kitu. So penye Teddy amesema tuende pia kwa mitandao, tuweke to monetize our content na tuendelee kuwa wanahabari even kama hakuna hii TV station hapa. Naam. Asante sana kwa kuweza kufika studioni hapa Ndizi TV. Isiwe mara ya mwisho, tuwakaribisha kila wakati. Asante sana kwa kuweza kufika. Asante sana. Nashukuru. Mwanchumuriria Ndizi TV niko tobere tugusanga na EVANS Teddy oyore regional coordinator Orogongoro Western na boigo Orogongoro wa Nyanza na boigo Laura MAKOKHA oyore media analyst kurua sekiombe kya Media Council of Kenya abari bagotorera amangana mange arengete abaralia ninki bagucengera litukeria World Radio Day asigo tobagodenga lero World Radio Day asigo cengera litukeri nene kigima sinimete bakurwa igabono kwenda bare ase ensemo ya Dallas in ase nchira ayemo edinde kwene kinga nkoigora bare Kisii Press Club ejwira chikwene kinga obokoreri bwabamenyi be county ya Kisii anene mono abaralia ase county cha Kisii na boye county Nyamira nkonyora bare obokoreri na boye ngosiru bara seigo litukolia runa twana tochenga litukeli ntobeto kumanyia ase habari chitu chia saa 7 boye saa 10 na boye ensa ya mone chinsa isato chabono marogoba litobeto kumanyia kitoba tukochengera litukeri ria World Radio Day. Ase ugenda gotengera Ndizi TV bono nkwenda turi ase motimo komoke kolende bono oyorachi koira na Dorcas kemuma yore twarengenere kurusinza cyamambi abega usanga naye kebo chenu nyora lingali tuli iria Jumaine ezikoli obo chenu tokosanga amangana hao arengete obo chenu ase ime ya Ndizi TV ase igo topasa gusuka ekyagera abagene bita babere bawikirana ase studio bono cinga kichibono genda kusanga nendo na boigo tubwa tugotera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gotera asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo wetera ase namba ya SMS erikire ase screen yao kwenda tura somo timoko omoke kulende ngwira na tore ase ka getari egetambe. Ndizi TV, ubwansu
Gusii kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka